Napenda kukaribisha mpenzi mtazamaji wa neno la Bwana. Hapa tunakwenda kuangalia vikwazo vya utume wa Bwana sehemu ya 5. Ni somo la pekee sana na mfululizo wa masomo haya. Lengo ni nini? Ni katika ulimwengu wa mwisho shetani ametumia vitu vya asili kuleta vikwazo katika kazi ya Bwana. Na katika sehemu ya 5 leo tutaangalia viongozi wa dini wanavyotumiwa na shetani kuleta vikwazo katika kazi ya Bwana. Hawa viongozi wa dini ni watu ambao Mungu amewabariki kwa namna ya pekee kusimamia masuala ya kiroho, lakini katika vyeo walivyopewa wanaweza wakajisahau, shetani akaingia kwao, na akishaingia kwao anakuwa analeta mambo, kumbe anakuwa ni vikwazo katika kazi ya Bwana. Hivyo muumini unayekuwa unawasikiliza, wewe mtu unapokuwa unawasikiliza aidha kwenye makanisa, kwenye mikutano mbalimbali, kwenye mihala mbalimbali, tuwe na dawa ya macho, tuwe na macho ya kiroho, tusome Biblia. Kizazi cha mwisho wa ulimwengu tusome maandiko, tusomeni maandiko matakatifu ili tuweze kutambua hawa viongozi wanaletaje vikwazo katika kazi ya Bwana. Kitabu cha Timotheo wa kwanza 4 fungu la kwanza. Naomba nisome fungu hili. Nasema hivi: basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichoma moto dhamiri zao wenyewe. Biblia inasema kwamba siku za mwisho, leo anatuambia hivi, watu watajitenga na imani. Watajitengaje na imani? Imani inayozungumziwa hapa ni imani tuliyopewa na Bwana. Kitabu cha Waefeso sura ya 4 na lile fungu la 5. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Sasa hii imani sio ya watu wengine, ni imani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbuka Yesu alikuja kumfunua Mungu. Yesu alikuja kuelekeza mambo matakatifu, alikuja kuelekeza watu tunavyokula, alikuja kuelekeza watu tunavyoishi, alikuja kuelekeza watu tunavyotakiwa kusoma neno la Mungu, alikuja kuelekeza watu tunavyotakiwa kutembea, alikuja kuelekeza watu tunavyotakiwa kuvaa, alikuja kuelekeza habari yote ya maadili mema ya Mungu wa mbinguni. Sasa siku za mwisho wengi watajitenga na imani, wakifuata roho zidanganyazo. Kwa nini wadanganya? Nataka nikwambie kitu kimoja. Katika ulimwengu wa kiroho leo, viongozi wengi wa dini wanawafundisha watu mafundisho tofauti na yale ambayo Yesu alikuwa ametuachia. Moja kati ya fundisho hilo ni kuhusu habari ya ubatizo. Angalia habari ya ubatizo. Leo watu wanaambiwa kubatiza watoto wadogo. Imeandikwa wapi? Katika Biblia, sina muda wa kusoma, nasema hivi, watoto wadogo wanatakiwa wabarikiwe, sio kubatizwa. Lakini ubatizo mmoja wetu ufuate ni ubatizo alioacha Yesu, ubatizo wa kuzamishwa. Kumbuka Yesu alibatizwa katika mto Yordani, na ule mto Yordani alibatizwa na Yohana Mbatizaji, alizamishwa. Maana ya kuzamishwa, unakufa, unazika utu wa kale, lakini baadaye unafufuka na utu mpya. Leo watu wameacha huo ubatizo. Wewe unayebatiza watoto wadogo, mtoto mdogo anamwamini Yesu. Biblia inasema kwamba waaminie na kubatizwa. Ameamini wapi? Kama amini, mbariki. Kwa hiyo haya ni mafundisho mengine ambayo si msingi wa maandiko matakatifu. Jambo jingine ni kuhusu habari ya kuzaliwa na kufa kwa Yesu. Tarehe 25 ni wapi Yesu alizaliwa katika maandiko matakatifu? Kitabu cha Luka na kitabu cha Mathayo, habari ya kuzaliwa kwa Yesu, malaika anapokwenda kumpatia ujumbe Maria, ni kwamba alikwenda mwezi wa 6. Tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu katika Biblia haijaandikwa. Hayo ni mafundisho ya kuwapotosha watu. Hata katika habari ya Pasaka, nataka nikwambie, Yesu alizungumza wazi ya kwamba tutawazane miguu, Pasaka ambayo iliacha Yesu. Tutawazane miguu, na baada ya kutawazana miguu, Yesu alisema tule mkate. Yesu alisema tunywe divai. Mkate ulisimama kama mwili wa Yesu, tujenge upya. Divai ilisimama kama damu ya Yesu, tusafishe dhambi zetu. Kutawazana miguu, Yesu alisema wazi ya kwamba tunakwenda kwa mtu ambaye nimekutana naye, kwa mfano tunatawazana naye miguu kuondoa uchafu kama nimekwazana naye. Hasa leo Pasaka ya dunia leo, hebu iangalie, watu wanakunywa, wanalewa, wanakula ovyo. Imekuwa ni Pasaka ya anasa za kiulimwengu. Watu wanachafua
mafunuo ya Baba. Roho anena waziwazi, siku za mwisho wengi watajitenga na imani, wakifundisha mafundisho ya shetani. Nataka nikwambie katika mfululizo wa masomo haya, hebu turudi katika Biblia. Someni Biblia. Kasome wapi Yesu amezaliwa tarehe 25? Kasome wapi Pasaka ya kwenda kula na kunywa, ya kufanya anasa? Kasome ni wapi? Kasome ni wapi Yesu amewaambia mcheze kwa kurukaruka? Kasome. Hakuna. Yote ni mafundisho ambayo ukiyasoma katika maandiko matakatifu ni mafundisho ya giza, ambayo mwisho wa ulimwengu shetani anataka kwenda na watu wengi. Ni mambo mengi ambayo viongozi wa dini wanayaleta katika maandiko matakatifu, na ninakuomba endelea kufuatilia mafundisho haya. Utagundua mbeleni ya kwamba nini Mungu anachokihitaji kukifanya katika maisha yako. Na fungu hili la mwisho, kitabu cha Mathayo 24 na lile fungu la 24, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kupoteza yamkini walio wateule wa Mungu. Yesu aliona katika mwisho wa ulimwengu watatokea makristo, yaani watu watakuja wakilita jina la Bwana kwa jina la Kristo, lakini kumbe ni wa uongo. Maana kwa nje wanamtaja Yesu, ila kwa ndani wamebeba vitu vingine, na manabii wa uongo. Manabii leo wamejaa katika ulimwengu, wamejaa kwenye makanisa, wanatabiri uongo. Lakini Biblia inasema utamtambuaje nabii wa ukweli? Kitabu cha Isaya 8 fungu la 20 nasema hivi, na waende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Nabii wa kweli ambaye Mungu anamtambua katika mwisho wa ulimwengu lazima apate sheria ya Mungu. Sheria ya Mungu ile 10, usiue, usizini, usiibe, ikumbuke siku ya Sabato. Hasa nabii kweli unaivunja Sabato ya Bwana? Sabato ya Bwana kwa nini unaikataa? Alafu unasema ni nabii wa kweli. Isaya anasema na waende kwa sheria na ushuhuda. Kama hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, mpenzi msikilizaji, naomba nikutie moyo. Ukiona manabii wa kweli, wachunguze kwa maandiko, wanaifuata sheria ya Mungu au wanapiga kelele kwenye makanisa. Na wote hawa Yesu alisema watakuja kwa umbo wakitaja jina la Yesu, lakini ndani yao sio ujumbe wa Yesu. Naomba nikupendekeze jambo hili. Umefika wakati wa kusoma neno. Soma neno. Wewe kijana, wewe baba, wewe mama, umezaliwa kwenye familia, umezaliwa kwenye familia, baba yako anasali dini unayojua wewe, anaomba dini unayojua wewe, na wewe umo. Hapana. Imani inatakiwa uifuate ni imani ya Yesu. Soma maandiko matakatifu, na yuko Roho Mtakatifu ambaye atatusaidia kuelewa. Endelea kufuatilia mafundisho haya, endelea kufuatilia masomo haya, tutabarikiwa mbeleni. Naomba tuombe. Baba, ninakuomba kwa jina la Yesu, nisaidie mimi ninayetoa mafundisho haya, lakini pia msaidie mpenzi mtazamaji. Mpe Roho wako Mtakatifu, mpe Roho wa kusoma neno lako. Katika saa ya mwisho shetani amekusudia kuleta maneno ambayo yako nje ya maandiko matakatifu kupotosha ulimwengu. Tupatie dawa ya macho, tuyasome maandiko matakatifu, tutambue uongo wa shetani, na unapokuja mara ya pili tuonekane katika uzima wa milele. Naomba hayo katika jina lake Yesu. Amen.